sasa naomba nitoe angalau maelezo mafupi kwa nini tuko hapa. Niwakumbushe tu kwamba kila kitu kwa taratibu za nchi kinaanzishwa na kinatendeka kisheria. Kwa hiyo ukichukua sheria ya ndoa na tafsiri ya neno mtoto kwa mujibu wa sheria ya mtoto ni vitu viwili vinakinzana. Umeona Kwa tafsiri yake sasa tunahitaji mabadiliko ya sheria. Mmoja kati ya wanamtandao alipeleka serikali mahakamani Sasa mbivu na mbichi zilikuwa hivi. Baada ya kushinda eti bunge likatuambia kwamba linakuja kukusanya maoni kwa nyie wanajamii kwamba mnakubaliana kwamba sheria ibadilike au isibadilike. Kwa sababu na sisi tunawafuata. Lakini tujiulize, kwani sheria ngapi ambazo zikifika bungeni zinabadilishwa bila kuja kwa mwananchi? Kodi si zinabadilishwa kila siku Ulipokuja swala la tozo, nani alishirikishwa kama nikutoze au nisikutoze? Mlikatwa, sio Kwa nini sheria hii tu ndio mpaka tujadiliane? Wageni wetu, swala mtoto wa kike kwenye mikoa yetu hii, ipo jambo moja ambalo linasumbua jamii, ni swala zima la mila na desturi. Kwa mafunzo yao yote, asilimia kubwa bado yapo yanamwelekeza mtoto wa kike kuwa yeye ni chombo ambacho kitaenda kulea familia peke yake. Na akitaka kujiendeleza kidogo anaambiwa, hayo ya wanaume, hayo ya kijana wa kiume, wewe zingatia haya ninayofundisha. Kwetu mimi ninapotoka, mate wazazi wengi wanaamini ya kwamba yani tuchukulie kama babangu hapa akanizaa mimi, hata kaumu anahesabu nikipata ng'ombe hata 10 hivi ni chanzo cha mapato sana katika familia yangu. Sisi issue ya ndoa za utotoni inaanza kwenye ukeketaji, kwamba mtu anataka kumwozesha binti yake, kwa anachoanza anamkeketa ili aende kumwozesha yule binti yake. Kwa hiyo huyu mtu anapomkeketa mtoto wake, manake ile ni biashara. Sasa kama ni biashara, sisi tunavyoenda kinyume na hiyo, manake tunatengeneza ugomvi kati ya sisi na wazazi au kati ya sisi na hawa wanajamii ambao kimsingi wanahitaji waweze kupata mahali kupitia nini? Kumkeketa yule mtoto. Nilipokuwa nikisoma bado tupo darasa la pili, tulifundishwa madhara ya ukeketaji na namna ya kujitunza kama mtoto wa kike ili kuepukana na ukatili wa kijinsia zikiwemo ndoa za utotoni, ukeketaji na unyanyasaji mwingine. Baada ya kupata mafunzo yao ya madhara ya ukeketaji, na wazazi wangu walikuwa wameniandalia hiyo tohara, baada ya kumaliza mtihani wangu sikukaa nyumbani, ilinibidi nikimbie. Nikatoroka nikakimbilia hapa shirikani. Tumeonyesha filamu ambayo ilikuwa ni filamu moja nzuri sana ambayo tumejifunza mengi. Tumejifunza kwamba ukatili wa ndoa na mimba za utotoni unaweza kufanywa na ndugu wa karibu sana. Mfano baba, mama, jirani, hata pia watu wa mitaani, kwa mfano mabodaboda. Kwa hiyo jua madestiny helper wako ni nani, ujue ofisi ya usawa jamii. Hizi ni muhimu sana kwa sababu hawa pia ndio ambao wanatusaidia